Karibu Open Mic Podcast. Hapa nimekuletea sababu zinazofanya wanadamu kufanya vitu vya ajabu na kustaajabisha kisa mapenzi. Big up ziende kwa Gerard Kadinya na Isaac Nsumba. Mimi ni Arafa Ngondai. Umewahi fanya kitu cha ajabu kisa mapenzi na baadaye ukatafakari, ukajuta na kujiona mpuuzi? Hali ya namna hiyo haikutokei peke yako wala haijaishia kwako. Huwatokea wote ambao wamewahi kuzama katika kina cha mapenzi, yani to fall in love deeply. Sijajua wewe ulifanyaje, ila wengine walitoroka kwao, walihonga hela nyingi, waliuza mali, walitoa figo, walikubali kurikudiwa video za utupu kisa mapenzi. Kuna watu hufanya vitu kisa mapenzi na baadaye hukaa na kuanza kujutia, kana kwamba sio wao walifanya au kuna shetani aliwapitia. Yani kile walichofanya baada ya muda wakikitafakari wanajiona mafala, mabwege, wapuuzi, wajinga, wasiojitambua, kiasi cha kujiuliza, hivi ni mimi kweli nilifanya vile kisa mapenzi? Najua umewahi kujiuliza ni kwa nini hali hiyo inatokea. Na hizi ndio sababu kwa nini mtu anaweza kufanya kitu cha ajabu kisa mapenzi. Sababu ya kwanza ni kuongezeka kwa uzalishwaji wa oxytocin na kushuka kwa serotonin. Utafiti uliofanywa na Dr. David Buss, Elian Friesen na Susan Campbell umebainisha kuwa mtu akizama penzini, oxytocin inazalishwa kwa kiasi zaidi. Wakati huo, serotonin inapungua uzalishaji wake. Najua utajiuliza, serotonin ni kitu gani? Hizi ni kemikali zinazohusika na utambuzi, yani hali ya mtu kujitambua. Kwa hiyo, kama ni kemikali zinazohusika na hali ya mtu kujitambua na zinaacha kuzalishwa au zinazalishwa kwa kiwango kidogo, maana yake mtu atakuwa kama asiyejitambua. Ndio maana mtu akipenda anakuwa kipofu na kichaa, mad and blind. Na akifika hii level atafanya mambo ya ajabu sana in the name of love, pengine ambayo aliwahi kuapa hata kuja kufanya, au yale ambayo wengine walipofanya yeye aliwaita wajinga, hawajitambui, vichaa, wamerogwa na kadhalika. Oxytocin ni kemikali inayohusika na vibe pamoja na utayari. Hii inamfanya mtu awe tayari kufanya lolote, na kwa sababu serotonin imeshuka, hilo lolote linakuwa kweli, bila kujali ni baya kiasi gani. Baadaye serotonin ikianza kupanda, ndipo mtu anaanza kukagua mambo ambayo alifanya, anakuja gundua kuwa aliboronga au aliharibu. Wengine huanza kujutia sana kwa sababu walifanya vitu bila kufikiria. Hali hiyo inaweza mtokea mtu ambaye yupo katika penzi jipya au ambaye penzi lake lina muda na limekolea mahaba. Sababu ya pili ni kubadilika kwa upande wa ubongo unaomuongoza mtu wakati akiwa penzini. Zile nyakati ambazo mtu anakuwa hayuko kabisa katika penzi na mtu, anakuwa anatumia conscious mind. Hapa anaweza kujikontrol kufanya kila anachotaka bila kuzuiwa na mtu. Lakini taratibu anavyozidi kuzama penzini, anahama kutoka kuendeshwa na conscious mind mpaka kuendeshwa na subconscious mind, ambapo atakuwa hawezi kujikontrol. Katika hatua hii mtu anakuwa anapelekeshwa kisa mapenzi, yani yanaweza mpeleka race, puta, sio poa yani. Yanaweza mgaragaza kinoma, kwa sababu tayari conscious mind haina nguvu tena na anatumia subconscious mind. Ikifika hii hatua, mtu anapatwa na hali ya uraibu wa mahaba, romance addiction. Ubaya ni kwamba hali hii inaweza mtokea mtu yoyote bila kujali ni kopro, mchungaji, mjeda, abirujeshi au nani. Katika hatua hiyo pia mtu anaweza kujua kabisa hapendwi, ila akashindwa kutoka. Anaweka lengo la kupiga simu au kutuma meseji, ila baadaye anashindwa na matokeo yake anapiga simu na kutuma meseji. Kwa nini? Kwa sababu upande wa ubongo unaohusika ni ule ambao hana mamlaka nao, yani wenyewe unamuongoza yeye kumfanya afanye vile unavyotaka. Haya yote huwa yanaambana na hali ya mtu kuwa dhaifu, yani anakuwa anafanya mambo ambayo ni wazi kwa mapenzi yamemkamata au amekamatika, hana ujanja. Sababu ya tatu, kupungua nguvu katika prefrontal na kupata nguvu katika limbic system. Mwanadamu ana mifumo miwili ya ubongo. Prefrontal cortex inahusika na maamuzi magumu, wakati limbic system inahusika na mihemko, starehe na burudani. Mtu akipenda anakuwa hana nguvu ya kufanya maamuzi magumu, ila anafanya mambo yanayompa raha, na kati ya mambo hayo
ni yale ambayo mengi ni upuuzi. Mfano, mtu anajua kabisa sio sahihi kuhonga hela nyingi wakati yeye hana maisha. Hiyo ni prefrontal cortex inamwambia, ila yeye anahonga vizuri kabisa. Limbic system imemsukuma. Bahati mbaya sana, hii limbic huwa ina nguvu sana kiasi kwamba mara nyingi huwa inashinda. Mfano mzuri, mtu akipata pesa, limbic system inamwambia ale kuku, wakati prefrontal inamwambia aweke akiba. Mwisho, akiba haitawekwa na kuku italiwa. Ndivyo ilivyo kwenye mapenzi. Mtu hujikuta kafanya kitu cha kipuuzi ambacho alijua kabisa sio sahihi. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba mambo yote tunayofanya tuwapo katika mahusiano ni matokeo ya mabadiliko ya kisaikolojia yanayotokea tuwapo penzini. Na ukweli ni kwamba hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzuia mabadiliko hayo, kwa sababu yanatokea unconsciously na yapo nje ya uwezo wetu. Ila wapo ambao wanaweza kuyahandle ili wasiendeshwe. Mapenzi hayajawahi kuwa na mbabe. Yakiamua kukunyoosha, yanakunyoosha vizuri sana bila kujali wewe ni nani. Cha msingi ni kujua namna ya kuyahandle ili yasikunyooshe sana. Usikose kufuatilia sehemu ya 5 ya podcast hii ya upendo ili kujua kiundani zaidi dhana hii ya upendo au mapenzi. Usikose kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kama Unique Media TZ, Gerard Kadinya kama mwandaaji, na mimi msimuliaji wako Arafa Ngondai. Tunasema hivi, kuwa wa pekee.